Leo nataka nikwambie kwamba Mungu sio katuni lako. Ndio nimeamka, nataka nikapige mswaki lakini nimeona no. Acha niongee kabla hii hasira haijaisha. Ni watu wengi sana wanahisi Mungu ni katuni, kulibonyeza tu linakuchekea. Ha. Mungu sio labubu. No, God is not a toy. Na tunashindwa kupokea kwa sababu tunahisi Mungu anaongeaga tu vitu vizuri vizuri. Ni watu wengi sana ukiwaambia vitu vizuri Mungu anasema hiki na hiki wanafurahi. Lakini ukiwaambia kitu ambacho kinamrequire mtu kutoa sacrifice, atakuuliza una hakika ni Mungu kasema hivyo? Wakati nakutabiria mema, wakati nakuambia vitu vizuri, mbona ulikuwa ulizi kama Mungu anaongea hivyo? Lakini when it comes to the issue of you giving something, sacrificing something for the Lord, but it's not God speaking. Na ndio maana unashindwa kupuka, ndio maana unashindwa kuongeza, ndio maana huwezi kumsikia Mungu, ndio maana Mungu hawezi kukuamini, ndio maana huwezi kusikia sauti ya Roho Mtakatifu kwa sababu moyo wako haupo kwake. Unapenda vitu vya Mungu kuliko unavyompenda Mungu. Talk that. Kwa nini nasema hivi leo? Nilipost video yangu ile ya Mungu ameniambia niache kazi, alafu kuna comment ikani trigger. Akasema, someone commented akasema, be very careful, pengine sio Mungu aliongea. Na comments za hivyo watu wanaofikiria vitu vya aina hiyo vinani trigger, they don't trigger me, they piss me off. They piss me off. Kwa sababu ni wengi sana wanahisi Mungu atakwambia tu vitu vizuri vizuri. Sauti ile inaniambiaga vitu vizuri, sauti hiyo iliyoniambia hivyo. Sasa wewe unashindwa kupokea, unashindwa kukua, uko kwenye DM yangu, Davanessa namsikiaje Mungu, lakini unashindwa kutii katika vitu ambavyo Mungu anakuambia kufanya kwa sababu vinakurequire wewe kulipa gharama. Kutembea na Mungu ni gharama. To hear the voice of God is a price. Mungu sio katuni lako kwamba litakukenulia muda wote. And God is not a respecter of men. Hajali hisia zako, hakujali hisia zangu, hakujali kwamba nimeacha mshahara wa 500,000 kila wiki, kila Ijumaa because I obeyed God. Nani anaacha mshahara wa 2,000,000 kila mwezi? Who? Tell me right now. Who? Hakuna. Sio kitu rahisi. Ndio maana ni rahisi mtu kufikiria na kuhisi kwamba pengine sio Mungu aliongea. Mimi najua ni Mungu aliongea, lakini niko kutengeneza hii video kwa mtu ambaye pengine anafikiria hivyo. Pengine Mungu anakuambia ufanye kitu kitakachokugharimu, lakini unashindwa kufanya kwa sababu unahisi labda ni sauti ya shetani. Labda shetani anataka kuniharibia maisha yangu. No. Ili ujue ni Mungu anaongea, atakupa amani ya moyo. Ili ujue ni Mungu anaongea, ataondoa ile amani yako kwenye hicho kitu ambacho unataka kufanya. Kama unakosa amani, kama Mungu akwambia hiki usifanye na ukafanya na unakosa amani, that is God. Mungu ndo aliongea hapo. Tunaelewana? Maisha yangu ni maisha ya sacrifice. Yaani nilimwambia Mungu sitaki kukupa kitu ambacho hakitanigharimu. Kwa kila kitu kwenye maisha yangu lazima kinigharimu kitu. Na Mungu anaujua moyo wangu, anajua Vanessa lazima atatii. Sasa this video is not about me. Hii video ni kwa ajili ya mtu yule ambaye Mungu anakuambia ufanye kitu kwa ajili yake na unashindwa kufanya. Mungu anakuambia uachane na huyo mwanaume lakini unashindwa kuachana naye kwa sababu oh my God, alisema atanioa, alisema nimzalie, ananipa hela, nampenda. Lakini Mungu anajua moyo wake. Mungu anajua kwamba hawa kwenye familia yao kuna pattern ya mwanangu akizaa na watu kama hii, mtoto atatoka na utindio wa akili. Alafu baadaye ataanza kunalamika, Mungu kwa nini kuniambia? I'm sorry kutumia huo mfano. Pengine naongea na mtu, pengine siongee na mtu. I don't know. Nimeamka na hasira leo, na hasira ya Mungu leo. So you're gonna listen to me. Mungu anakuambia hama ili eneo, lakini hii hapa nimeshazoea, hapa mshahara ni mrahisi, lakini Mungu anajua in the next week hilo jengo litawaka moto, alafu baadaye mwanangu ataanza kunalalamikia, Mungu kwa nini hukuniambia? So nataka Mungu afanyaje? Mungu afanyaje? I don't know. What do you want God to do for you? Ashuke mzima akutoe hapo? No, you have to obey, you have to take action. Mungu akikwambia kitu lazima utii, iwe inauma au ayumi, lazima utii sauti ya Mungu, lazima utii. Na kutii kunaanza katika vitu vidogo vidogo. Unaishije maisha yako? Davanessa nataka kusikia sauti ya Mungu. Unajua sauti ya Mungu? Sijui kutoa 10 commandments tu hauzitii. Mungu anaanza sasa, huyu hivi tu nilivyomwambia asifanye vya kawaida vya kwenye Biblia anafanya. Sasa Mungu hawezi kukuamini na zaidi. Mungu hawezi kukuamini. God cannot trust you because you lack obedience in the voice of God.
Nilikuwa na mahusiano ya kirafiki na huyu mtu ambaye Mungu alinitumia kwenye familia yao. Walikuwa wanaishi wa familia, sio nini. Kwa God used me kwenye familia yao. Nikamwambia Mungu anasema wafanye, Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi, Mungu anasema hivi. Vitu vile vizuri vya kufanya, okay. Ilipofika kwenye point ambayo nikamwambia Mungu anasema mtoe sadaka kiasi fulani. Oh my God, are you sure God said that? Inabidi niombe kwanza nihakikishe kama Mungu ndo aliongea. Okay, kwenye vitu vingine nilivyokuwa nakwambia ulikuwa unaniamini Mungu, lakini ikija kwenye swala ya kutoa sadaka, kwenye kutoa hela yako, sio Mungu aliongea. Now you don't trust me. Now you don't trust the voice of God. Now you don't trust the calling of God upon my life. Ndio maana I don't do that anymore. See, because I don't talk to people on the phone. See, I don't do that. Yani Roho Mtakatifu ni wa kwangu mpaka niongoze. I don't do that. I don't give prophecies like that. Kwa sababu ni ngumu watu kutii. Ni ngumu mtu kutii. I don't do that. Yani DM yangu imejaa. I do not do that. Siongee na watu yani mpaka Mungu aniongoze, kwa sababu sio kila mtu anaweza kutii sauti ya Mungu. Ina record. Sio kila mtu anaweza sio kila mtu kwa like okay. Mungu akiniongoza kufanya kumwambia mtu tamwambia, akifanya sawa, asifanye sawa. Lakini ilinifundisha kuto kuinvest maisha yangu, kuto kuinvest anointing yangu kwa kila mtu, kwa sababu sio kila mtu yuko tayari kutii sauti ya Mungu. Ukitaka zaidi kwenye ufalme wa Mungu lazima utoe zaidi. Hao watumishi wote wakubwa unaona, sio kina Jerry Eza, kina Joshua Selman na nani, they live a life of sacrifice. Wanalipia gharama. Kubeba ukuu wa Mungu ni gharama ambayo inabidi ulipie. Do you understand what I'm saying to you right now? Au nielewi? Kusikia sauti ya Mungu ni gharama. Unaweza kulipia hiyo gharama? Huwezi. Ndio maana Mungu hasumbuki na wewe, anakuonea huruma. Gharama za Mungu ni kubwa. You gotta pay the price. Mwili wako inabidi uwe hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa bado unataka kuentertain boyfriend, unataka kuentertain friends, kuna vitu unataka kufanya, unataka kuentertain, bado kuna maisha hauko tayari kuyaacha. And at the same time, Vanessa, how do I hear the voice of God? Namtaka Roho Mtakatifu, nataka na mimi nataka. You do not want, hautaki. Unahisi unamtaka Mungu lakini haumtaki Mungu. Sio rahisi. It's not easy to host the presence of God. It is the most beautiful thing that I've ever done, lakini it's the most hardest thing that I've ever done, kwa sababu imenirequire mimi kufa kila siku. I die with Christ. Mapenzi yangu sio ya kwangu, ni ya Kristo. I tell Holy Spirit, kila siku nikiamka, Roho Mtakatifu, na surrender hii siku kwako. Unachotaka mimi kufanya ndio nitafanya. Nilivyoamka sikujua kama sasa hivi nitakuwa nafanya hii video. I didn't know kwamba nitaongea video kwa I didn't know. Lakini the Holy Spirit just did things. Sasa hivi nafanya video. I didn't know kama sasa hivi nitakuwa nimesimama hapa. I do not have plans for my own life. Sina mipango kwenye maisha yangu, unaelewa? Yani naamka kama ndege wa baharini. Kama ndege wa angani. Vile alivyo vile. That's how my life is. Tuko pamoja. Anavoniambia nini ndo naenda. Asiponia just like that. Sasa hauko bado you want control over your life. Bado nataka nifanye kimesha kwa lazima nifanye kile. God cannot use you. God cannot move through your life kama you still want to take control. Kama ndoto zako ni Mungu wako, kama pesa ni Mungu wako, kama uzuri wako ni Mungu wako. God cannot. Jua ni kali. Nisogee mbele. Mungu hawezi kuhangaika na wewe kwa level ambayo unataka. Anakupenda, yes. Lakini kuna a certain level huwezi kufika. My God, the anointing on my head is very expensive. Very expensive kwa sababu ya gharama ninazozilipia kwa Mungu. No. No. Very expensive. Sio kila kitu. Kuna vitu nataka nifanye lakini siwezi kufanya. Hata mimi kuna kipindi kwenye maisha yangu I wanted to do fine girl, kuwa nini to slay. Lakini no. Baby, my identity is now rooted in Christ. Siwezi kufanya kitu mpaka nimemuuliza Mungu. Roho Mtakatifu, video inaenda wapi? Ni kwanza ni heme. Yes. Kwa kama nilivyosema. Nimesema nimeshasahau. Roho Mtakatifu tulikuwa tunaongelea nini kwanza?
Tulikuwa tunaongelea watu ambao wanahisi mimi naongelea vitu tu vizuri, lakini ikija kwenye vitu vigumu wanahisi sio mimi, wanahisi ni shetani, kwa sababu bado wana miungu kwenye mioyo yao. You need to clock that. Hiyo imetoka straight from the mouth of God to you. Hallelujah. Bye bye.